alikuwa anakaa na watoto wake hata wanacheza na wao. Sio wazee wengi wa Bukusu wanafanya hivyo. Mama pia amemsifia sana. Na tangu haya matanga yaanze, hata kule Nairobi nimekuwa nikisikiza the professional colleagues wake, wale mawakili wamekuwa wanamsifia sana. At the end of the day, that's what matters. What you do for your family and what you do with your professional colleagues. Every one of us anaweza kuomba kwamba pia ikifika siku yake kama ya leo apate testimonies kama hizo. Lakini pia vile inasemekana ni kwamba kumekuwa na mambo mengi sana kwenye mitandao, na hata wengine sio kwa mitandao, hata watu kejeli wanatoa matusi. Yule seneta amesema wendo kajizike, mambo ambayo pia sio mazuri. Lakini Mheshimiwa Rais, if truth must be said, ni kwamba chaguzi zetu katika taifa la Kenya are very divisive. Wakati Kivuitu aliaga dunia, yale matusi alipata ni yale ambayo marehemu Chebukati anapata. Ni nini hiki ambayo are not getting right? Hata hapo ukiangalia watu wa Azimio hata hakuna. Hata wakati tunamzika Chebukati hakuja matanga. Hii uchaguzi mbona inapingiza chuki sana. Mheshimiwa Chebukati alikuwa chairman. Other personal sacrifice in bed. Kulikuwa na wakati nafika mahali wa Kenya wamengojea results, we are on tender hooks. Alafu mnaambia kwamba the secretariat and the commissioners are not working together. Watu wamengojea matokeo, mambo ya uchaguzi kuna tension ile ya mwaka. Hii ya 2022 watu wamengojea matokeo, unaona ma commissioners wengine wanapeana press conference pande hii, wengine wako pande hii. And all it needs ni mtu kutoa spark na dunia na waka moto. So even as we're putting in a new IEBC, Your Excellency, because you are the captain of this country, what lessons have we learned as a country? Or we're just going through the motions? Maana hata tumeona juzi tukichagua ile panel ya panel ya kuenda juu commissioners, ilikuwa bado iko na interest. Na mimi najua hata baada ya commissioners wako kuwekwa, kila mtu atasema huyu ni wa huyu, huyu ni wa huyu, huyu na huyu. Na wanatarajia baada ya uchaguzi watu wakubali matokeo. Can't we as a country look for a better way? Mimi napeana maoni tu. Because mimi najua huyu chairman ambaye atakuja atatoka kwa IEBC baada ya miaka 6 akitusiwa, na kama God forbid akiaga dunia itakuwa ni matusi. Mimi naomba hivi kwamba ndugu Chebukati asikumbukwe kwa sababu ile cheche za maneno kwa siasa. Kwa nini? That's public life. Tungependa tumkumbuke marehemu Chebukati kwa ile mambo mengine mazuri ambayo amefanya, ambayo ni mengi. Hata wale ambao wananyoosha mikono na kusema walifanya hivi sio wasafi. Yeye alikuwa tuko public life, high profile job, kila kitu ambaye anafanya na kuwa scrutinized. Sisi pia tulikuwa scrutinized, ndugu zangu. Kuna mtu ambaye hatapatikana na dosari. Sisi tunataka tumpatie ndugu yetu mkono wa buriani aende, maana hatima ya binadamu ni mauti. Siku yake imefika. Hajafa kwa sababu alikuwa chairman wa IEBC. Hapana. Na pia kama pengine angesimama fahamu vile wengine wanasema, labda taifa la Kenya lingechomeka. At some point as a man, as an officer, you must take a stand. And I think he took a stand. Jambo la pili, Mheshimiwa Rais, niko na wenzangu hapa magavana. Mimi niko na jukumu la kuambia kwa sababu the presidency is intimidating, is powerful, na watu wanaogopa. Mimi nilikuwa nafanya na waziri anaitwa Michuki, walikuwa wanasema ni mkali sana. Kwa wakati alikwenda kuona President Mwai Kibaki, walikuwa wanapiga simu wanauliza secretary, leo mzee wako kwa bodi gani? Hata hao mawaziri wanauliza Excellency before they come to you, wanakuuliza. Sasa kule kwetu kwa Council of Governors, hapo gari mtandao yetu, there's a strong feeling kwamba devolution inakufa.
inakufa kwa sababu fedha hazitoshi, fedha zinakuja kama zimechelewa. Majukumu ya county sasa hata hayachukuliwa na national government, sasa ni wabunge ndio wanafanya hayo majukumu. Wabunge wanajenga mahospitali level 3 and level 4 devolved function. Wajumbe wanajenga masoko devolved function. Kwa sasa tuko na vita kati ya counties, not with the national government, but the National Assembly, kuhusu mambo ya road maintenance levy fund. Shilingi bilioni 10 can't use kwa sababu wajumbe pia wanataka kutekeleza miradi ya barabara kutumia hizo fedha. Your Excellency, we believe as the 47 of us kwamba ujitoa tu amri kwamba you guys in the National Assembly, you do not implement projects. These projects ziko kwa counties. Let the county governments deliver these projects. Kama ni conditional grant, hiyo pesa moja kama conditional grant, and will be fine. It's not very nice. Counties na National Assembly mnapelekana kule kwa koti, huyu analipa pesa wakili na national resources, huyu analipa wakili na national resources, and we are living in an environment where the resources are limited. That's my prayer to you sir. Thirdly, Your Excellency, kulikuwa na hii maneno ya kutoa vetting ya vitambulisho. Let me, I'm humbly requesting you sir, with total humility, that instead of removing vetting, we can revisit it and streamline it. Kuhakikisha kwamba wale wazee ambao wanakaa katika hizo kamati wanakuwa vetted vizuri, wanalipa mshahara, maana walipe mshahara. Hata kama kuna mshahara inachelewa sana, alafu wanaleta ukora kidogo, ili watu wetu wa Kenya wapate vitambulisho. Sababu ya vetting haizuii wa Kenya kupata vitambulisho, inazuia wageni kupata vitambulisho. Na Your Excellency, hiki tumesaidia hivi. Kwa sasa ukienda kule Northeastern utapata kuna sporadic acts of terrorism. Unapata watu wameweka an IED kwa barabara, lori kipija na kanyage na mifuka. That is very good. Those guys are confined there because of terror vetting. Hawezi kuingia kwa Kenya bila vitambulisho, walikatazwa, wanafinywa, so wanazunguka hapo, wanakuja, wanagonga na kurudi. Ilifika mahali hawa jamaa walikuja huku Sisili. I was a DC there at that time. Walikuwa wanapiga zilipuzi every day na lipuzi. Mpaka ikafika mahali serikali ikaunda National Counter Terrorism Center, ikaunda Interreligious Council, na viongozi wote hata Waislamu wa Somalia wakaamua kukashifu hii kitu. Sasa wakati hao jamaa walishindwa kukuja, wakatafuta mbinu nyingine ya kuradicalize vijana wetu. Maana wakienda Somalia wakirudi wako na vitambulisho, wanapenda kwa njia rahisi. Kafika mali kama kuna explosion ya bomu, mwenye amepiga ni Mjaluo, ni Mjikuyu, ni Mluya sana. Hata huko Somalia they were not participating in these things because it was easier to radicalize mtu na mlete. For now, hawa jamaa wakipata ID zetu, atakuja na ID because not assembled, inakuja kama different parts. Anapita pale kwa barabara, akiulizwa anatoa ID, anakuja. Wanafaa kwenda kwa mpaka, atafika huko ndani. The work that our people have done. Kuna MP anaitwa Yusuf Hassan. And people bomb ikavunjika miguu because of terrorism. Your Excellency, mimi naomba kabisa usaidie hapo, usirudi kwa tena. Hatusemi kwamba Wasomali wasipewe kitambulisho. Hii mambo ya mipaka yote tunasema our local people within Kenya ndiye patikana kupata kitambulisho haraka, ili wageni nao wasipate kitambulisho. Lakini la muhimu, Your Excellency, baada ile mambo ilifanyika jana, watu kuja pamoja, mimi ningependa sasa focus kwa vijana kidogo, and the first present za kuwapatia ni kutoa pesa ya kulipa kupata vitambulisho. Hiyo shilingi 300 kitolewa, hao watu watapata vitambulisho mingi hadi atashinda ile mambo ya serikali. Maana kwa sasa hapo kijaribu kupatia vijana kazi tena, mwambie mwende mfungue company. Hapo tuanze wengi wanapata wana vitambulisho. Kwa sababu shilingi 300 tu hana, doesn't have. Kama kuna watu ambao wako na poverty ambayo inatembea na unaiona ni vijana. Hii imechangia kwa mambo ya unemployment. Ningependa ni karibu nimalize nikisema kwamba Your Excellency, you are a farmer, a very good farmer. Wakulima wa hapa Trans-Nzoia pia wamenituma, umesaidia kupunguza bei ya pembejeo ya mbolea. Tunashukuru. And even this year
I've confirmed with the National Cereals Board ya kwamba mbolea imefika. We are very, very grateful. But we believe you can substitute further kidogo. Kwa sababu mwaka wa 2021-22 bei ya mahindi ya mkulima kupeleka kwa soko ilikuwa 6,400. Imereduce progressively to 4,500, 3,500. Saizi wanakuza na 3,000 shillings only. So hata wakati tunapunguza bei ya inputs, pia tuone kule mbele mkulima atapata soko namna gani ili akiuza pia apate pesa kwa mfuko. That's the only way you can fight poverty. It's the same problem na wale ambao wanalima miwa hapa Trans-Nzoia kana ambao watu wanaanza kulima miwa nyingi. But for every kilo tani 5 ya miwa inauzwa shilingi 5,000. Meaning tani moja ni 1,000. Ukienda kununua sukari nafikiri kilo 2 shilingi 200, mkulima anapata shilingi 10 peke yake. So ile mnaenda kwa shamba anapata 10. Watu wengine wote wanagawana 190. There's something wrong with our farm all the way to the market. Finally, Your Excellency, I have a disclaimer here. Mimi nimekuwa nikiongea mambo ya watu wetu pande kwa pamoja. Na kuna watu ambao wanaona hiyo kama ukabila. Sio ukabila. Watu kukuja pamoja vile tumekuja hivi, hiyo sio ukabila. Ukabila ni kupendelea. Unasema huyu jamii yangu atapata kitu fulani kwa sababu ya jamii pekee yake, sio kitu kingine. That's tribalism. Sisi tunataka jamii yote ya ukoo wa Magharibi, na mnajua tuko cosmopolitan. Hakuna mtu ambaye akai Magharibi. We suffer the same problems. Mimi nasema tukuja tukae pamoja, tutembee pamoja, so that we are taken seriously. Nyinyi mkiendelea kukaa vile mnakaa hivi, hafla kama ile ilifanyika jana kati ya rais na former prime minister, nyinyi watu ya Western, kama mtakaa pamoja, mweke kura zenu pamoja, mtakuwa mnaangalilia kwa view sasa. We have to be united so that other leaders, hata kama rais atakuja kuongea na mkoa wa Magharibi, anajua nikiongea na huyu nimeongea na mkoa wa Magharibi. Bila anaongea na Raila anajua nimeongea na jamii nzima. We want to be like that. So hii mambo ya kuwa disorganized lazima ikwishe. We must end it. Na watu yangu nyinyi mnajua hii dunia yetu ni cosmopolitan. Sisi tunaishi vizuri, tunaishi kwa amani, hakuna mtu anapigana na mwingine, na itakaa hivyo. Na mimi ni komando mambo ya ujinga ya ukabila na vita, hiyo ujinga sisi hatuwezi kubali. Hatuwezi kubali. So watu wasianze kuziwauzia uoga ati nini, hapana. Tukae tu kwa amani. Tusigombane, tupendane, tujenge kaunti yetu. Mimi naomba tu Mwenyezi Mungu aweke roho ya ndugu yetu marehemu Chebukati mahali pema kule bungani mbinguni mpaka ile siku ambayo tutakuja kutana tena. Tunapenda kwa sasa kuchukua nafasi hii kumkaribisha Mheshimiwa Amason Jeffa Kingi, Spika wa Bunge la Senate.